Watu wengi wanafikiri madeni huanza kwa kukopa pesa, lakini ukweli ni huu. Madeni mengi huanza kwenye akili kabla hayajaanza kwenye wallet. Saikolojia inaonyesha kwamba tabia za matumizi, pressure za maisha na emotions zetu vina nguvu kubwa kwenye maamuzi ya kifedha. Leo tunaenda kujifunza mbinu 5 za kisaikolojia za kuepuka kuingia kwenye madeni, kwa sababu sio kila deni linaanza kwenye umasikini au uhitaji. Mengine yanaanzia kwenye mindset. Shika hilo neno, mindset. Jambo la kwanza, tenganisha mahitaji na hisia. Watu wengi hununua vitu si kwa sababu wanavihitaji, bali kwa sababu wamechoka, wana stress, wana furaha kupitiliza, wanataka kuonekana na maisha mazuri, wanataka waonekane na wao wananunua, au wanatafuta temporary happiness, yani furaha ya muda mfupi. Saikolojia inaita hii emotional spending. Mfano, una furaha sana, Arsenal ameshinda, amechukua kombe. Halafu unaenda kukopa fedha ili uwanunulie marafiki chakula, kinywaji, lengo ujisikie au wajisikie vizuri. Lakini baada ya muda furaha inaisha, deni linabaki. Kabla hujanunua au kukopa fedha, jiulize, nahitaji kweli au ni hisia tu? Hili swali jiulize mara 3. Jambo la pili, acha kujilinganisha na wengine. Mitandao ya kijamii inawafanya watu wengi waishi maisha ya competition. Unaona, rafiki amenunua gari, mwingine ana iPhone 17 mpya, mwingine anaonekana amefanikiwa. Halafu unajikuta unaanza kutumia pesa usizo nazo ili tu kumaintain image ambayo sio reality yako. Saikolojia inaita hii social pressure, na pressure hii imewafanya vijana wengi kujiingiza kwenye mikopo isiyo ya lazima, betting addiction, uraibu wa kubeti, au madeni kwa ajili tu ya lifestyle yao. Kumbuka, sio kila maisha unayoyaona online ni ya kweli. Jambo la 3, jifunze kusema hapana. Watu wengi wanaingia kwenye madeni kwa sababu wanaogopa kusema sina uwezo kwa sasa. Wanaogopa kuonekana masikini, kuonekana bahili, unaogopa kuwakatisha watu tamaa, unaogopa kupoteza approval ya watu. Lakini psychologically, kushindwa kuweka boundaries za kifedha ama mipaka ya kifedha ni hatari sana. Si kila sherehe lazima uende, si kila mchango lazima ujiumize, si kila trend lazima uifuate. Mtu mwenye control ya fedha ana uwezo wa kusema kwa sasa siwezi. Jambo la 4, epuka maamuzi ya haraka. Madeni mengi yanatokana na impulse buying, ofa za ghafla au excitement ya muda mfupi. Ofa inaisha leo, buy now, lipa kidogo kidogo. Hizi zote zinacheza na saikolojia ya ubongo wako. Lakini maturity ya kifedha ni uwezo wa kuchelewesha starehe. Kabla hujafanya manunuzi yoyote makubwa, kaa nayo kwa angalau masaa 24. Fikiria impact yake. Jiulize kama bado utaiona umuhimu wake kesho. Jambo la 5 na la mwisho, jenga self-worth au thamani yako isiyotegemea fedha. Saikolojia inaonyesha watu wengi hutumia pesa kuthibitisha thamani yao. Wanataka waonekane wako successful, wanataka waonekane wanakubalika au wanaheshimiwa. Lakini ukitafuta thamani yako kupitia vitu, hutamaliza matumizi. Kujithamini kwa afya kuna kusaidia kuishi ndani ya uwezo wako, kutafuta amani kuliko kuwa na show off, na kufanya maamuzi ya busara. Kumbuka, tajiri si yule anayenunua kila kitu, bali ni yule anayeweza kudhibiti tamaa zake. Madeni hayaanzi kwenye account, yanaanza kwenye maamuzi. Na ukibadilisha psychology yako kuhusu pesa, utaweza kubadilisha maisha yako ya kifedha. Kama umejifunza kitu kupitia video hii, like, share na subscribe. Mimi ni Christian Elias Alais na hii ni Smart Mind Africa.